ambapo ni mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Hivi vitu vinajenga madhabahu ndani yake. Ile madhabahu inabaki kuongea habari za ukweli wakati dunia inapoteza watu kuwatoa kwenye laini ya Kristo, lakini ile damu ambayo wameshiriki inaendelea kuongea ukweli. Wanabaki kuwa na ukweli, wanasimama kwenye ukweli, hawatapotea kwenye ukweli. Watu wameacha vitu vya msingi katika kuamini Kristo, ambavyo ni pamoja na meza ya Bwana, ni chakula cha ulimwengu wa roho. Hakikisha watu hawa hawapotei kwa kutokuwashirikisha meza ya Bwana, lakini wanasimama, wanakaa ndani kwa sababu umewashirikisha meza ya Bwana. Lakini mstari ule wa 56 tena katika meza ya Bwana, kuna kitu kingine tena pale ambacho anataka kutuambia kazi ya mwili na damu ya Yesu. Mstari ule wa 56 anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Sikia vizuri, nani asiyependa kukaa ndani yake Yesu? Na kama tunataka kukaa ndani yake Yesu, lazima tujue vitu gani vinavyotuketisha ndani. Vinavyotuketisha ndani yake Yesu ni pamoja na kunywa damu ya Yesu na kushiriki meza ya Bwana. Hivi vinatuketisha ndani, hatuji kuondoka, kwa sababu unapofanya vile ni alama. Hii alama inajulikana katika ulimwengu wa roho. Sasa tunafanya vitu vingi ambavyo vinajulikana katika ulimwengu wa mwili, lakini mwili na damu ya Yesu vinatambulikana toka mbinguni, halafu vinatuketisha pamoja na Bwana. Hatutapotea, tutabaki kuwa ndani, ni watu wa ndani. Nasema kae ndani yangu nami niwe ndani yenu. Na kinachomaanisha kukaa ndani, ukikaa ndani unakula chakula ambacho utakula ukikaa ndani, ni meza ya Bwana, ni mwili wa Yesu, ni damu ya Yesu. Angalia tena mstari ule wa 57. Kila 57 kuna jambo jingine tena, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Sikia vizuri, mwenye kunila, msemaji ni Yesu. Mwenye kunila mimi atakuwa hai. Sasa vipi mpendwa, wewe umepuuza, yani Pasaka ndo inakwenda na kesho ni ufufuko, halafu hujapanga kushirikisha watu meza ya Bwana. Yani hauoni maana, hauoni sababu. Nimekuja kwa moyo wa uchungu, nimekuja nikutie nguvu, nimekuja nikupe uamsho. Hakikisha watu wanaamshwa na wanapewa haki zao za msingi katika imani yao, imani ya Kikristo, kwa habari ya meza ya Bwana. Lakini kumbuka Yesu anasema katika Luka 22 mstari 19, anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tumeagizwa kufanya. Yako mengi ambayo tumeagizwa kufanya, ambayo sitakufundisha, siku nyingine nitakufundisha, ikiwa ni pamoja na kutawadhana. Lakini pia ujue kwamba anasema fanya. Lakini pia Paulo katika Wakorintho wa kwanza 11:24 hata 25, meza ya Bwana ni ufunguo wa maisha ya roho. Meza ya Bwana ni chakula cha ulimwengu wa roho. Usiwanyime washirika wako haki zao. Mchungaji, kiongozi, mtumishi, hakikisha Pasaka hii haijapita watu bila kushiriki. Na si Pasaka tu, na ni vema hata ukifanya kila baada ya miezi miwili meza ya Bwana, kila baada ya miezi miwili meza ya Bwana, maanake ni haki zao washirika. Mungu akubariki kwa kunisikiliza na ulipokee sawa na neno la Bwana. Amina, na kutakia Pasaka njema. Bye bye.